Sababu hizi ndizo ambazo zinawafanya watu wengi, zinakufanya wewe usipone changamoto yako ya acid reflux, usipone changamoto yako ya choo kigumu, changamoto yako ya koo. Sababu ya kwanza ni kwamba dawa ambazo unazitumia zinatibu matokeo na sio chanzo cha tatizo. Mfano, una changamoto ya bawasiri, kinyama ama uvimbe sehemu ya haja kubwa. Unatumia dawa kwa ajili ya kuweza kuondoa uvimbe, wakati huo chanzo cha tatizo ni choo kigumu. Maana yake nini? Hauwezi ukapona changamoto ya bawasiri kama una shida ya choo kigumu. Hauwezi ukapona changamoto ya koo kama unasumbuliwa na changamoto ya acid reflux. Kwa ni lazima ushughulike na chanzo kwanza, ndipo uweze kutibu matokeo. Jambo la pili, tunasema kwamba dawa ambazo unatumia sio sahihi kwa changamoto uliyokuwa nayo. Let's say mtu ambaye ana changamoto ya acid reflux anatumia omeprazole, anatumia fantaprazole, anatumia antiacid, magnesium na dawa za antibiotic, lakini mwisho wa siku chanzo cha changamoto yake ya acid reflux tunasema ni mabadiliko ya utendaji kazi kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, kwa maana ya aidha na changamoto ya choo kigumu, tumbo linajaa gesi na kunguruma, uko bloated. Kwa hiyo ili uweze kupona changamoto za acid reflux ni lazima mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula uwe safi. Jambo la pili, tunasema kwamba una dawa ni sahihi lakini haufuati utaratibu sahihi. Dawa ambazo umepewa ni sahihi kwa ajili ya changamoto uliyokuwa nayo, lakini haufuati utaratibu sahihi. Usipofuata utaratibu sahihi ambao unakusaidia kutatua changamoto za mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kwa maana ya acid reflux na matatizo mengine, hauwezi ukapona. Dawa zinakuwa ni sahihi lakini haufuati utaratibu sahihi ambao unakusaidia kupona changamoto za mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo hizo ndio sababu kubwa ambazo zinawafanya watu wengi hawaponi matatizo yao ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Kama umenielewa, hakikisha una share video, lakini pia hakikisha una like na comment ili tuweze kupata watazamaji wengi na watu wajifunze namna gani ya kutunza afya zao za mmeng'enyo wa chakula.